bila subira, kufuruni nikaiendea, Mola mlezi wangu, Mola hili umeniachia, nastahili bisabr, subira mimi nikaiendea, sala zangu machozi yangu eti leo yamejibiwa, najisikia furaha sina tena mauti, alhamdulillah, moyo wangu baridi, huzuni ilonijaa haipo tena, haiji gusa tena, nuru yangu imerudi. Kumbe Bwana manina kwaga hivi, kumbe kujibwa maombi na kwaga hivi, kumbe Bwana manina kwaga hivi, kumbe kujibwa maombi na kwaga hivi. Abdalla, Abdalla, Abdalla. Naam. Mjo. Naam. Unapenda kulala wewe, muangalie. Angalia. Muda umeenda, kwa hiyo mkachukue jiko pale ujiokoke hapo tuanze kufanya mazingira ya kupika. Maana sasa nikiangalia hapa. Hemu imeenda afu mtaka nitoke baba. Kwani kaka hatuwezi kula hata jioni? Angalia, acha basi dharau basi. Kwa bure kulala kuliko kula. Uvivu tumuone hivi. Wewe livunje tu. Mfanye una akili wewe. Mtoto mvivu. Kwenye kula hapo ashiriki mpaka mwisho, afu uje useme wasimangwa. Sasa ndo wekaje? Fanya haraka haraka basi hapo mdogo wangu. Unajua tena muda umeenda. Bwana Msafiri. Asalamu alaykum bwana. Na maji sasa. Bwana habari gani hizo bwana? Vipi dogo? Zima upo? Naona wewe. Asante. Mbona zinaendelea? Sio kachafua vazi la samani sana. Hamna bwana, sisi tushazoea, sisi unajua sisi tena maisha yetu haya. Nipe kalfa bwana Msafiri. Sisi tunashukuru alhamdulillah. Wanasemaje huko? Basi tunashukuru Mungu kaona uonekane sasa hivi. Nipo ndugu yangu, sio unajua tena toka juzi huko, yani niko bize sio masuala ya dua tena, Ramadhani inakaribia hiyo. Mwezi wa kushinda na njaa, unafunga watakoma. Hebu subiri kwanza. Umesemaje hapo? Mwezi wa kushinda na njaa. Mwezi wa kushinda na njaa. Sasa unakuwa hawali kuanzia asubuhi mpaka jioni na njaa. Mimi siwezi vitu hivyo bwana. Ngoja nikwambie bwana Msafiri. Unajua mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao umekuja kwa malengo hili moja tu, na Mwenyezi Mungu aliutenga pekee mwezi huu katika miezi 11. Ni mwezi huu mmoja kwa ajili Waislamu wafunge, waombe toba kwa Mwenyezi Mungu na watu wapate thawabu.
Pepo ya mwezi mmoja umeiona. Yaani mkae miezi 11 ombe mwezi mmoja tu ndio upate. Yaani haiko hivyo. Yaani ni hivi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, yaani ubora uliopewa na Mwenyezi Mungu ni tofauti na miezi 11 huko nyuma. Ndio maana mwezi huu unakuwa yaani una vitu vingi vyenye faida. Sawa? Cha kwanza Muislamu huwa anabadilika hata kama kuwa na mambo ya ajabu ajabu kwa anakuwa nini? Anabadilika. Na mwezi huu faida zake mwezi mtukufu wa Ramadhani kwanza unapofunga tu kwanza unapata afya. Sawa? Kwa Mwenyezi Mungu asema fungeni mtapata nini? Mtapata afya. Kama una magonjwa ya ajabu ajabu uko nayo basi Mwenyezi Mungu anakuondolea kutokana na funga lako uliokuwa nayo. Yaani leo sijui ndugu yangu umekuja na Mungu gani leo toba ya Rabi yani. Naye toka saa hizo huo moto hapo kukoka wacheza. Wewe koka moto, mambo yako hayakuhusu. Mambo ya watu wakubwa mtoto wapi na wapi. Unanisikia vizuri bwana Msafiri? Sikiliza nikwambie. Afya yetu na kushindana njaa. Afya yetu na matunda. Hapana, kusema hivyo unakosea. Sasa nikwambie. Yaani Mwenyezi Mungu mwezi mtukufu kama huu kwanza anafunga milango yote ya moto, anafungua milango ya pepo. Kwamba utakachokiomba Mwenyezi Mungu huwa anakipokea. Si unanielewa vizuri? Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani una makumi hayo matatu. Kumi la kwanza ni kundi la rehma. Si unanielewa vizuri? Na kundi la pili ni kundi la maghfira. Yaani na kundi la tatu ni kundi Mwenyezi Mungu anamkinga mja wake na nini? Na moto. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote yule aliyekuwa Muislamu anapojiwa na furaha ya ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu anamkinga mja wake na moto. Yaani kula ipo ndani ni furahikia njaa. Ndugu yangu bwana wewe. Hebu sema astaghfiru kwanza ili Mwenyezi Mungu akusamehe kwa maneno unayozungumza. Sasa mimi nimezungumza baya lipi ndugu yangu? Sasa huu mwezi unahitaji ni mwezi wa njaa, lakini ni mwezi wenye faida ambao kuna watu wanaulilia, wengine wako hospitali. Wanatamani yaani mwezi unapokuja tu na yale anafunga. Chakula kiko ndani. Ile kisha mwezi wa Ramadhani. Sema wewe. Kwani marafiki zangu, hii unapo kujizuia kutokula na kunywa kuanzia asubuhi mpaka jioni, unaathirika wapi? Wewe una jambo rahisi. Wewe toka uzaliwe uje kushinda njaa. Lakini maji sinanywa. Sawa, tofautisha maji na chakula. Unaelewa vizuri? Kwa huu mwezi Msafiri ni mwezi wenye faida. Sawa? Na unapofunga Mwenyezi Mungu anakuondolea mitihani, anakupa heri. Mwezi unapokuja unakuwa na baraka. Hivi uone tu msikitini unapoenda baada ya kumaliza kuswali, watu wanakaa wanasoma dua. Au ndio kuswali mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mimi chuoni nishakimbia sijapita huko mambo kwenda kuswali kufunga ndugu yangu. Basi huu mwezi ni mwezi wa kutumia wewe kurudi madrasa na kupata maneno ya Mwenyezi Mungu. Sababu suza hiyo sufuria hapo kubandika. Unaelewa bwana Msafiri? Msikilize kwanza, unaona kama anza ongea vizuri hapa leo. Sasa ni vipi ndugu zangu? Yeye niwape faida ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kwanza ni mwezi ambao stopisha radio kwanza. Imeshuka Qur'ani. Si umeelewa vizuri? Imeshuka nini? Imeshuka Qur'ani. Lakini pia mwezi huu wa Ramadhani kuna kitu kinaitwa Lailatul Qadr. Huu ni usiku wenye heri, usiku ambao watu wanakesha hawalali. Sawa? Na funga ina faida zake. Na unapofunga pia kuna vitu unapaswa uwe unavizingatia. Ili somo lako sije ikavunjika ama wanasema kubatilika kwa saumu. Ambao ukifunga ndio ujizuie na kula na kutokunywa. Uruhusiwi kusengenya. Na uruhusiwi pia kukutana na mwanamke kimwili ama tendo la kujamiana mchana wa Ramadhani. Usiku kwa wale waliooa. Yaani kiufupi mwenye ndoa yake. Kama uko bachelor uruhusiwi shehe. Hiyo ni dhambi, mwezi hauruhusu. Na kingine pia mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokaa na tasbihi yako, sawa? Yaani unapokaa na tasbihi yako utakuwa unamtaja Mwenyezi Mungu. Au kama ukishindwa hivyo, basi unachukua hata juzuu ama msafu unasoma Qur'ani ili ujipatie thawabu, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani milango ya pepo yote iko wazi. Kwa utakachokifanya Mwenyezi Mungu anakipokea. Sasa ndugu yangu, kumbe kuna vitu vina faida namna hiyo. Siku zote utuambii. Unajua mimi nilikuwa nachukulia mwezi wa Ramadhani ni mwezi tu wa kawaida, mambo ya kushinda njaa, siku kujitesa, nikachukua bwana nikakonda.
Hapana bwana Msafiri, yaani mwezi huu sio ni mwezi ambao kama unaofikiria wewe. Yaani mwezi una faida nyingi sana 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 sana, na mwezi huu ni tofauti na miezi iliyopita huko nyuma, miezi 11. Yaani mwezi huu ni mwezi mmoja muhimu sana kwa Muislamu, hutakiwi kuacha kufunga. Na kama una tatizo la kiafya, na makundi yameorodheshwa kwa watu ambao hawatakiwi kufunga. Cha kwanza mwenda azimu, lakini la pili wale wazee ambao utauzee, yani ushakuwa ni mzee yani hajiwezi, lakini pia na wagonjwa. Sio ugonjwa sasa unaumwa na malaria ya UTI ndio useme mimi sifunge. Ugonjwa ule mtu amelazwa huko yuko maana hajielewi, yuko mahututi, hata usipompa chakula au sababu hapa jua alicho. Sio vizuri. Kama ni malaria tu UTI unaweza kunywa dawa saa 12 na hata usiku baada ya kula daku. Yaani lengo tu kwamba usiache kufunga au mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ai bwana. Hapo kwanza asante kwa ujio wako, umetupa faida kubwa sana. Sababu vingine tulikuwa tuvifahamu. Sio maisha ya vijijini tena. Ukiambiwa twende chuoni tujipicha twende kucheza mipira. Unajua huwa hawapendi sana watu kushiriki katika madarasa kama vile msikitini. Mtu anaweza kuswali tu kaondoka. Lakini kuna vitu vinapatikana pale. Hadi unapokaa msikitini, kuna mawaidha unasikiliza, hata kwenye redio nyumbani kwako, umefungulia TV, unasikiliza mawaidha, mnapata maneno ya Mwenyezi Mungu, mnajifunza. Yaani mimi kuanzia leo nitakuwa nafunga 30 Ramadhani zote. Yaani nimekuelewa kabisa shehe. Asante sana. Ni kweli hata mimi mwaka huu, yaani mwezi ukitoka mimi ndio tutakuwa kwanza kutiania na nitafunga, na pia umesema kuswali nitaswali. Qur'ani alifu bado naikumbuka, lakini pia nitafanya watu Mungu umeambiwa angaliania wewe, kwani mpaka usome la 100 hapa. Basi karibu, ngoja tupike hapa. Mimi nashukuru kwamba mmenisikiliza, na naamini kwa mtafanyia kazi, na mwezi utakapoingia basi mtatekeleza. Pia usitegemei kama mtaenda tofauti na hivi tulivyozungumza hapa. Basi sawa, kwa vile umesema ukai, ila pia tushukuru kwa ujio wako. Nashukuru kwa akili. Tulia basi na wewe kwanza. Mimi nashukuru kwa kunisikiliza. Nategemea kwamba nitakapoondoka hapa basi mtatekeleza. Mwezi utakapoingia tu basi tutakuwa kwanza kufanya swala zima la funga. Pia ukipata muda unakuja unatuambia yaani mambo mengi tu tunapata faida bwana. Ni jambo zuri, Kwa nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Kama siku nimebana basi nitawaambia, kama siku niko free nitakuja. Kama tulivyoonana leo hapa tumezungumza, basi mimi kweli nimefurahi sana ndugu zangu. Kwa hiyo napenda nafurahi. Ni cha Mungu. Basi sawa. Leo kama hata kanzu una masuala mimi uvea samini angalau uonekane kuwa na wewe. Unajua mwezi unakuja au maandalizi mazuri. Wataka uharibu sasa mimi na kanzu. Ila nitajifundisha. Bwana Msafiri, habari gani bwana hizo? Wewe kuvaa kanzu mpaka ujifundishe? Basi mimi niwaache maana muda wa swala unakaribia huu. Basi karibu. Itakuwa ni kaswali. Sawa, kwa hiyo kaswali ila utuombee vipi? Kuombea nitaombea, lakini pia muone mkaswali. Sawa ndugu zangu? Sawa. Ngoja tule kwanza. Si nasikia swala nakula na. Swala? Nakula. Swala nakula? Kwa hiyo kipi kipi bora hapo kata swala nakula? Sinasikia ambao ushibe ndo ukaswali. Ushivi tuko. Bwana mimi naenda. Karibu. Natakia kila laheri. Inshallah. Mshinde salama bwana. Karibu. Haya. Mwafanyia kazi basi leo ambia. Hamna shida. Umesikia maneno ya ndugu yetu hapa. Anatakiwa tuwafanyie kazi hapa. Mimi nimeyasikia lakini sijui wewe, kwa sababu wewe umekwambia tukule jioni, umeona kama hatuli tena yani. Hivi utaweza kufunga? Mimi mwaka huu napiga 30. Sidhani. Yaani mwezi ukiuona tu nionyeshe ule pale afu uone. Taraweje? Mbona hujahitaji? Ile swala watu si wanatumia muda mrefu pale. Napenda kama nini ile. Wewe. 5 mimi nakwambia. Mwaka huu au zima uwe moto tu tuanze kuchukua mazoezi. Sio naambia niwache afu nizime tena. Mbona wewe ndo unapenda kula sasa? Hamna shida, nitakuona. Kwani shida iko wapi? Na mimi si wapi? Nitakuona. Basi ngoja tunania. Tuna sufuria basi bro. Subiri sasa, mbona njaa umeiweka mbele kati tumeambiwa tufunge? Kufunga sio tija, kula kupo. Sasa nimeshamaliza hapa jukumu langu la kuosha vyombo. Bandika sufuria hapo, korogea. Uji ukichemka tu. Mimi nipo ndani niite,
nijesonga hapo, afu utapika mboga. Sawa? Poa. Changamka basi. Poa. Pia ataweza kufunga kweli huyu. Au kafanya tu mwenzake aondoke hapa. Aona kama ampotezea muda. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya habib. Ramadan, Ramadan, laitaka